Karibu sana katika channel yetu hii. Hii ni channel ya kujifunza masuala ya production, video production na production ya picha kwa ujumla. Hii ni channel yetu ya pili. Channel yetu ya kwanza ilifungwa kwa sababu tulikuwa tunatumia tutorial za wazungu kwa ajili ya kuwaelewesha kwa njia ya Kiswahili. Nafikiri hiyo ilitukosti. Kwa hiyo tunaomba mtusupport tena kwa hii channel yetu mpya. Lengo ni kubadilishana mawazo pamoja na kujifunza masuala ya production. Unachotakiwa kufanya, wasiliana na sisi kwa namba za simu hizo hapo, tuweze kukuunganisha na group la WhatsApp pamoja na group la Telegram kwa ajili ya mafunzo zaidi. Katika kipindi chetu cha leo, labda niseme ni mfululizo wa kwanza. Kwa nilikuwa naomba unote kwamba hiki ni kipindi cha kwanza. Usiache kufuatilia mfululizo mzima ili tuweze kwenda pamoja. Namba zangu za simu hizo hapo, unaweza ukanipigia kama unahitaji kupata kifaa, naweza kukusaidia kifaa cha production kama camera, stands, taa. Lakini pia kama unahitaji kuja location, kila wiki tupo location kati ya Jumatatu hadi Jumatano, siku moja hapo tunakuwa location. Kwa karibu sana location uweze kujifunza kwa vitendo. Lakini pia utekelezaji wa vipindi hivi unahitaji support. So kama ukiona unahitaji kutusupport, namba za simu hizo hapo ni 0687 800 468. Napokea pesa kwa njia ya Airtel Money. Jina litatoka Enoch Kobelo. Unaweza ukatusupport kwa kiasi chochote ili tuweze kuendelea kutoa hivi vipindi vya production. Okay. Leo tupo katika mfululizo wa vipindi ambavyo tunakwenda kujifunza introduction. Kwanza hebu tuangalie production kwa ujumla. Tunapozungumza production, tunagusa nyanja zipi? Kwanza kabisa katika production tunategemea utakuwa ni mpiga picha. Lakini pia ukijifunza production tunategemea utakuwa ni mtengeneza video. Lakini pia katika production kuna graphic designer na kadhalika. Lakini haya ndio matawi makubwa matatu ambayo moja hapo unaweza ukalichagua na likakutengenezea ajira kwa baadaye. Tukianza na picha, katika picha kuna namna ambavyo unaweza ukajitengenezea ajira, labda kwa kupiga picha za watoto. Unaweza ukafungua picha ukapiga picha za watu wazima, photoshoots, ambazo katika watu wazima unaweza ukapiga wajawazito. Lakini pia unaweza ukapiga picha za harusi. Hizo zote ni ajira ambazo unaweza ukajitengenezea kupitia kujifunza production. Lakini pia unaweza ukaitwa kupiga matamasha mbalimbali kama ya mamis, kupiga picha za fashion, kupiga picha za mamodo, picha za nguo. Pia unaweza ukatumika kupiga picha za product, bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kaona katika upande wa picha kuna uwanja mkubwa sana ambao kupitia kujifunza production unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe bila kuhangaika tena kutafuta ajira. Lakini tukija katika video, unaweza ukajiajiri katika ajira ambazo zinafanana na upigaji wa picha za kawaida. Kwa mfano, upigaji wa video za harusi. Unaweza ukajiajiri katika utengenezaji wa filamu, ambavyo filamu unaweza ukaziuza kupitia application mbalimbali na mitandao ya kijamii pamoja na channels za kwenye ving'amuzi. Lakini pia unaweza ukajiajiri kwa kutengeneza music videos, ukawa director music videos. Lakini pia unaweza ukajicategorize katika kutengeneza documentaries, ikawa ni ajira yako. Kwa hiyo tunaweza kuona namna gani hii production ukisoma itakusaidia. Lakini pia
unaweza ukajikita katika masuala ya graphics designing, ambapo utakuwa mtu labda kutengeneza mabango ya biashara, mtu ambaye unatengeneza business cards, una print t-shirt na kadhalika. So hii ni mifano tu ya ajira zitokanazo na kujifunza production. Kwa tunakutia moyo wewe ambaye ndo unaanza, usikate tamaa. Ajira za kujiajiri kupitia production zipo nyingi sana, inategemea mwenyewe na kalama yako Mungu aliyokupa. Kuna watu wanafanya vizuri katika video, kuna watu wanafanya vizuri katika graphic designing, kuna watu wanafanya vizuri katika picha. So huku mwanzoni tunajifunza mengi, tunajifunza yote, lakini mbele utakuja kuchagua kipi uende nacho. Sasa nikupe dondoo kidogo za production kabla tujaenda katika mambo ya kitaalamu zaidi. Kwanza kabisa, production inahitaji uaminifu. Katika production lazima uwe mwaminifu, kwa sababu production inatumia vifaa vya gharama ambavyo wewe peke yako huwezi kuvimiliki. Lazima utahitaji connection, ujuane na watu ili waweze kukuazima baadhi ya vifaa kabla hujavinunua. Kwa hiyo kama hautokuwa mwaminifu, basi production itakushinda. Kwa lazima ujitahidi kuwa mwaminifu. Unapotengeneza connection na watu, unazidi kukuza uaminifu wako. Hii itakusaidia. Lakini production inahitaji pia uwe na udhamini. Watu hawezi wakakuamini na kukabidhi vifaa vyao vya gharama bila kuwa na udhamini maalum. Either uwe na kitambulisho cha taifa au uwe na watu ambao wana mali zisizohamishika ambao wanaweza kukudhamini. Lakini pia katika production, kama unaanza kujifunza, nikupe tu dondoo moja wapo kwamba unahitaji kujifanya mjinga. Kwa sababu ukitumia akili ya kawaida katika production, unaweza ukawa unafanya kazi nyingine hazina manufaa katika kipindi cha mwanzoni. Kwa hiyo wewe unapaswa kukubali ujinga. Kwa mfano, anayekufundisha production au mmiliki wa studio anapokea kazi ya 500,000 na mnakwenda kufanya kazi kutwa nzima, anakulipa labda 20,000, yeye amepokea 500,000. Kwa hiyo unahitaji kujifanya mjinga ili uweze kupata manufaa ya kuelimika, kuijua vizuri production. Usichukulie kwa nini nimepewa pesa ndogo. Kumbuka, katika kujifunza kwako wewe ndo unapaswa kulipia ada, kumlipa yule ambaye anakufundisha. Badala yake yeye hajakudai wewe ada, na muda mwingine yeye ndo anakupa pesa za chakula, pesa za nauli, na anakupa hiyo hela ndogo ambayo unaiona ndogo 20,000. Lakini wewe katika safari ile utatengeneza connection na watu. Wewe katika safari ile utakwenda kujifunza kwa vitendo. Katika safari ile utakwenda kujifunza kwa kuona, kujifunza kwa kuuliza. Kwa hiyo ile safari inaweza kuwa na faida kubwa kuliko ile 20,000 ambayo umepewa. Kwa hiyo dondoo moja hapo ambayo ninakupatia katika production, ukiona unafanya vitu visivyo na maslahi, angalia, je, katika kuvifanya kuna kujifunza ndani yake? Usiangalie pesa zaidi wakati unajifunza. Pesa utakuja kuzipata mbele ukishakuwa umefahamu kazi. Kwa hiyo ukiitwa hata kama kazi ndogo, ujira mdogo, wewe nenda ili uendelee kujifunza. Lakini dondoo nyingine ambayo ninakupatia ni usalama. Katika production lazima ujue kutunza vifaa. Katika production lazima ujue kutunza usalama wako. Kwa mfano, tunatumia taa zenye mwanga mkali muda mwingine ambazo ukigusa kwa ngozi zinaweza zikakuunguza. Kwa hiyo lazima uzingatie usalama wako. Lakini pia usalama wa vifaa. Vifaa vya production vina gears za kuzungusha,
Kuna gia za kupandisha juu na kushusha. Kwa hiyo jitahidi usio unatumia nguvu, badala yake uulize uweze kuelekezwa njia sahihi ya kuweza kutumia vifaa, kwa sababu utakapoharibu, sisi tunatumia vifaa vidogo lakini gharama yake ni kubwa. Utakuta kamera ndogo tu lakini utaambiwa gharama yake labda milioni 12. Kwa hiyo lazima uwe na stadi ya kutunza vifaa vyako ukiwa kama mpiga picha, ukiwa kama crew ya production. Kwa hiyo usalama ni muhimu sana. Lakini pia katika usalama hapa tunaweza tukagusia katika usafirishaji wa vifaa. Let's say umemaliza kazi, unahitaji kwenda nyumbani. Angalia usafiri gani unatumia. Angalia njia gani utakazopita ili usije ukapata matatizo ya kukabwa na vibaka. Ikiwezekana ni bora ukalala huko ulikofanyia kazi kama ni usiku sana, ili asubuhi ndio uweze kuondoka. Kwa sababu kibaka anaweza kukupola begi, lakini kumbe lile begi lina kamera ya mamilioni ya pesa. Kwa hiyo unajikuta umeingia hasara, na huenda kamera yenyewe sio yako, umeiazima, ukapata tabu, mwisho ukaichukia kabisa kazi yenyewe. Kwa hiyo usalama wa vifaa kuvitunza, lakini pia usalama wa vifaa wakati wa usafirishaji. Katika dondoo ya usalama hapa pia na kusisitiza kwamba production haihitaji show off. Usipende kutumia vifaa vya production katika kujionyesha, kupata sifa, hapana. Au pia kuchukua labda kamera unampatia kila mtu, labda unampiga mtu picha anataka aone, basi kila mtu unachukua kamera unamkabidhi ili aweze kuziangalia zile picha zake. Hiyo inaweza ikakukost katika production na ukajikuta umeshindwa kumaintain usalama wa vifaa. Kwa ukiwa kama mtu wa production, kwa mtu ambaye sio wa production usimkabidhi vifaa. Unatumia kamera, ukimaliza irudishe kwenye begi. Usipende show off kuvaa kamera na kutembea nayo na vitu kama hivyo. Katika production pia napenda nikupatie dondoo ya mawasiliano pamoja na mahusiano, ambapo hapa nitagusa watu kwa nyanja 3. Nyanja ya kwanza ni watendaji wenzako, ya pili ni wateja, na ya tatu ni extra. Tukianza na watendaji wenzako, na maanisha wafanyakazi wenzako, makameramani wenzako, maeditor wenzako. Kazi yetu hii inatufanya tukutane na watu wa aina tofauti tofauti, waliotoka katika matabaka tofauti, tabia tofauti, malezi tofauti. Kwa lazima ujifunze kubadilika. Unaweza ukapata kazi ya kanisa, ukapata kazi ya kutengeneza filamu ya wasanii ambao sio watu wa dini. Unaweza ukapata kazi ukafanya kazi msikitini. Kwa hiyo wewe kama mtu wa production, jiweke kisaikolojia uwe mtu wa kubadilika kulingana na mazingira. Kwa lazima ujue kuwasiliana na watu. Lazima ujue kuvaa kuendana na watu na mazingira husika. Kwa hiyo katika kipengele hiki cha mawasiliano na mahusiano, zingatia hayo mambo. Uendane sawa na wateja pia. Lakini pia uendane sawa na extra. Kwa mfano, watendaji wenzako tushaona ni wafanyakazi wenzako. Wateja tunafahamu ni wale watu wanaotupatia kazi. Lakini kuna watu wanaoingia kati hapo ambao sio wateja, sio watendaji. Kwa mfano, mnakwenda kushoot film katika soko. Utakwenda na watendaji, lakini pia umeomba uongozi wa soko. Lakini mnapoenda kushuti pale kuna watu ambao wametoka majumbani kwao kuja kununua bidhaa, wale ndo tunawaita extras. Lazima uwe na akili ya haraka kuweza kuendana nao sawa. Unaweza ukaona rekodi, mwingine akasema sitaki kurekodiwa. Kwa hiyo wewe kama mtendaji, kama cameraman, kama director, lazima uwe na akili ya haraka kuangalia hapa nafanyaje ili niweze kuenda naye sawa. Ambapo kwa tukio kama hilo haraka unaweza zima kamera ukaielekezea chini ukamwambia haturekodi mpaka upite, vitu kama hivyo. So hizi ni dondoo muhimu ambazo leo nimekupatia juu ya kazi ya production.
usiache kusubscribe ili uweze kupata vipindi vyetu. Lakini pia narudia, tunaomba sana support yako. Unaweza kututumia chochote kupitia Airtel Money 0687 800 468 ili kuweza kusupport hivi vipindi. Lakini pia tunakukaribisha wasiliana nasi kwa kutumia WhatsApp au Telegram ili uweze kufika location kwa kujifunza kwa vitendo. Sisi tunapatikana Kimara, Dar es Salaam. Karibu sana. Mpaka kufikia kipindi kijacho, na kuaga kwa heri.